Hii bana, karibu katika channel yangu tena, na leo bana tunaendelea na mbanga na zoni za michezo. Bana, leo tupo kwenye upande wa washambuliaji. Kwa hapa Bongo katika ligi yetu tumefanikiwa kuwa na idadi ya washambuliaji wengi sana kigeni. Lakini idadi hiyo kuna baadhi ambao walionyesha kweli kwamba hawa ni washambuliaji, kwamba ni mapro wametokea nje kwa ajili ya kuja kukuza soka letu la hapa ndani. Na sio kwa bahati mbaya, bali walikuwa wanastahili, na sifa walizopewa ni kwamba walikuwa wanastahili. Bahati mbaya ni kwamba walikuja kwenye kipindi ambapo mpira wetu ndio kama walikuwa wanafanya transition. Wangekuja katika kipindi hiki ambao walau sasa hivi tuna mazingira mazuri ya masuala ya kifedha, tuna uwekezaji mkubwa, hata na masuala ya teknolojia ni makubwa sana kwenye mpira wetu. Lakini sio kesi. Hii hapa leo nakuletea list ya washambuliaji bora 5 wa kigeni ambao wameweza kupita kwenye mpira wetu wa Kibongo. Namba 5 bwana, anasimama hapo ni Donald Ndombo Ngoma. Donald Ngoma nakumbuka alitokea Zimbabwe FC Platinum alipojiunga na Yanga. Alikuwa ni mchezaji mmoja hatari sana, alikuwa analijua lango hasa. Lakini kila alipokuwa anapewa nafasi alikuwa anadhihirisha, kwa alifunga magoli mengi, kuonyesha kweli alikuwa ni mshambuliaji hatari. Hata alipoanza kukumbwa na majeraha, Yanga bado alimvumilia, hakutaka kumvunjia mkataba au kutaka kuachana naye kirahisi. Lakini walipozidi kupambana na majeraha yake, yakaonekana kwamba majeraha ambayo sio kwamba atapona leo. Maana anapona, anacheza tena, anarudi tena anaumia ghafla pale pale kwenye lile eneo. Kabidi waachane nayo, wakatafute mshambuliaji mwingine. Nambari 4 ni Kipre Cheche. Kipre Cheche ni miongoni, ama tuseme ni mshambuliaji ambaye kwenye ile namba 10, jezi namba 10 kwenye kikosi cha Azam itabaki kuwa ni legacy, itabaki kuwa ni historia kwenye mioyo ya viongozi wa Azam, kwenye mashabiki wa Azam. Mwaka 2014 walipochukua ubingwa wa kwanza tangu klabu ile ianzishwe 2004 bila kupoteza mchezo wowote wa ligi. Kipre Cheche alikuwa ni sehemu kubwa sana ya ule ubingwa. Manake toka walipomchukua kutoka Ivory Coast alionyesha uwezo mkubwa sana kwenye ule msimu, na hata kuwasaidia kuchukua ubingwa wa kwanza, na mpaka leo aje kuchukua tena ubingwa. Hivyo Kipre Cheche anamweka namba 4 kama mchezaji ambaye au mshambuliaji ambaye ni mgeni aliyefanya makubwa katika ligi yetu. Nambari 3 ni Fisto Mayele. Kitaja jina la Fisto Mayele, wengi lipo kwenye midomo ya wengi. Wengi wanalijua hilo jina la Fisto Mayele mpaka toka alipokuwa AS Vita, alipokuja Young Africans, ambapo naweza kusema ndo maisha mapya ya Yanga alivyoanza. Kipindi kile waliposajiliwa wachezaji wengi sana, Fisto Mayele naye alikuwa ni mmoja wapo. Alikuwa ni mshambuliaji ambaye kweli alikuwa analijua lango, lakini kuna baadhi ya game zinakuwa zinamkataa. Kama ndivyo tunajua maisha ya mpira au maisha ya kibinadamu, sio siku zote kila kitu kitakuwa upande wako, na muda mwingine mambo yatakuwa yanaenda ndivyo sivyo. Alikuwa ni mshambuliaji ambaye alikuwa analijua lango sana, lakini ubaya wake ni kwamba hakuwahi kuchukua mfungaji bora, japokuwa alikuwa anafunga magoli muhimu sana kwenye Yanga. Kitu ambacho anajivunia, ama tuseme mashabiki wa Yanga anajivunia kwake, ni kwamba magoli yake alikuwa anaipa timu ushindi muhimu, ama anaipa ubingwa au mara zote. Ni mchezaji ambaye hahitaji sana umuelezee, au hahitaji sana kwamba umuongelee sana. Kibaya zaidi au kizuri zaidi, toka alipoondoka Young Africans ameenda Pyramid kule, amefanikiwa baada ya muda mfupi tu amefanikiwa kuwa mfungaji bora wa ile timu, na kuonyesha ni namna gani huyu jamaa ni mshambuliaji hatari. Namba 2 ni Emmanuel Okwi. Nitaja jina la Emmanuel Okwi kutokea Uganda. Ni kijana mdogo alijiunga na Simba miaka nyuma kidogo, ambapo alikuja kama mtu wa kawaida sana, lakini mwisho siku aliacha legacy, na uzuri alitumikia vilabu vyote viwili, Simba na Yanga, na vyote alitumikia kwa mafanikio makubwa tu. Lakini atakumbuka zaidi akiwa na kikosi cha Simba, maana ndo alipopata mafanikio zaidi. Namba 1 ni Medi Kagere. Unapolitaja jina la Medi Kagere, basi unamtaja mshambuliaji bora ambaye ndani ya misimu miwili alifunga magoli 20+. Ilibaki kidogo tu avunje rekodi ya Mohamed Machinga ambaye anashikilia rekodi kwa kufunga magoli mengi ndani ya msimu mmoja. Kagere alifunga magoli 23, lakini Mohamed Machinga ana magoli 26. Mpaka leo hakuna mshambuliaji aliyewahi kufika magoli 20+. Ni Kagere pekee ndani ya misimu mingi tu, hakuna mshambuliaji mwingine aliyewahi kufika kwenye magoli 20. Na toka Kagere ameondoka, hatujawahi kuona mshambuliaji mwingine ambaye alikuwa na uchu, ambaye alikuwa analijua lango na kufumania nyavu. Bana, asanteni kwa kuendelea kufuatilia channel yangu. Subscribe, like, comment and share. Thank you. Ciao.